Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Msewa TV, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa cha Angalau. Hiki ni kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumatatu hapa Msewa TV. Niko maeneo Manzese, nimekuja kuzungumza na mmoja wa wafanyabiashara wa vifaa vya umeme, tukafahamu kutoka kwake changamoto zake, mafanikio yake na mengine kibao. Tutakuwa na amshamte mwanzo mpaka mwisho, na hii Msewa TV. Haya, mtazamaji, niko hapa na mmoja wa wafanyabiashara vifaa vya umeme kama unavyoona hapa. Kaka, habari yako? Salama, habari za kazi? Salama, kwema kabisa. Nashukuru Mungu. Majina yako? Mimi kwa jina naitwa Babu Mzee Tengeneza, ndani ya Yombo Vituka kwa Limboa. Ni muuzaji wa electronic. Yaani ninapozungumza electronic, vitu vyote vinavyohusiana na umeme. TV, sabufa, friji, vyote unapata kwa Babu Mzee Tengeneza. Yombo Vituka kwa Limboa. Kwa ukija hapa kila kitu kinapatikana. Ukija hapa kila kitu. Unatoka hapo uko full. Bwana. Yeah. Kwa hiyo unataka kuniambia kama mtu anataka full set ya ndani hapa anapata. Haina haja ya kuhangaika kwenda Kariakoo, uende sijui wapi. Fika Yombo Vituka kwa Mzee Tengeneza. Unaondoka uko full. Utapata friji, utapata TV, utapata rice cooker, utapata kila kitu. Blender, kila kitu kama unavyoona. Hii ni sabufa, mziki mzuri tu. Kuna blender, kila aina ya blender. Kwa hiyo hapo unapokuja hapa haina haja ukahangaike. Sasa hivi vitu vyote viko Swahilini. Naam kaka, ni kwa muda gani umekuwa ukifanya biashara? Hii biashara nina miaka takriban 20. Bwana. Nimeanza muda mrefu sana. Umri wa mtoto kabisa. Yaani umri wa binadamu kabisa. Ndio maana yake. Na ni kitu gani ambacho kilikushawishi kufanya biashara? Unajua ni kwamba unaangalia na fursa. Kipindi hiki kikoje, watu wanataka nini? Kwa hiyo kipindi hiki mimi naanza hizi biashara, ilikuwa hivi vitu vya umeme ndio kwanza vinaingia. Alafu watu sasa waka wanavipenda sana. Unaona kuna redio, kuna sijui TV za chogo. Sisi tumeanza na TV za chogo ambazo sasa hivi hamuzitaki. Huko ndio tulikoanzia sisi, TV za chogo. Unaona? Kwa hiyo kikanisukuma, nikaona ni jinsi gani na mimi niingie kwenye hii fani. Nikwambie kitu kimoja, uzuri wa mjini kwamba namna gani wewe unataka kuishi. Ukitaka kuishi kama mwizi utaishi, lakini siku itakapofika utajua madhara ya mwizi kabisa. Kikubwa kwa ukishaingia jiji la Dar es Salaam kuwa mwaminifu, na ndio kitu ambacho mimi nilifunzwa. Safi sana. Umenielewa? Na miaka yote 20 hiyo mpaka hivi sasa mafanikio yakoje? Mafanikio mazuri. Ndio. Mimi sitaki, yani sina lawama na serikali. Mimi sina lawama na serikali. Mafanikio kwa mimi mazuri. Naishi vizuri, nalala sehemu nzuri ya kwangu. Kwa hiyo ni mafanikio mazuri kupitia kwa kujadili mimi mwenyewe. Sikusubiri ajira ya serikali. Mimi nina elimu tosha tu. Na nishawahi kufanya kazi ya kuajiriwa. Mimi ni fundi mzuri wa IC, kufunga IC. Kabisa. Nishawahi kufunga kwenye serikali, ofisi za serikali. Lakini sikutaka huko. Mimi nikaona kwa nini sijiajiri mwenyewe? Fanya kazi free. Nafanya kazi free, nakuja muda wote ninaotaka mimi, naamka muda wote ninaotaka mimi, pamoja na ajira yangu ambayo niliokuwa nayo. Yaani nishawahi kuajiriwa. Ni fundi mzuri. Mimi nikifika nikwambia bwana IC hii hapa na matatizo fulani tunaitoa na kufungia IC. Yaani ni fundi mzuri na nishafunga IC kwenye ofisi za serikali. Changamoto zikoje katika biashara yako? Changamoto zipo. Changamoto hakuna safari sio kwa. Yaani hata ukitembea kwa mguu lazima kuwe na changamoto. Yaani unakwenda nyumbani kwako, lazima utapata changamoto, utajikwaa. Ile nayo ni changamoto. Sasa ilishawahi kutokea kuna siku labda ukajikwaa ukasema kwa changamoto hii sitaki kuendelea tena na biashara? Nilipata changamoto. Nilipata changamoto kubwa sana. Tena kubwa sana, niliwekwa polisi. Nikalala. Hiyo ni moja ya changamoto. Ni kosa ambalo nilikuwa la kwangu mimi na mteja wangu, lakini yaani mteja kasahau ile risiti. Kasahau. Unaona? Amefika mbele amekamata. Unaona, wakanipigia simu nikamwambia risiti yako umesahau. Tutumie kwenye WhatsApp, nikawatumia kwenye WhatsApp. Lakini askari hakutaka kuelewa. Ikabidi mimi niende nikamwambia bwana nimeuzia mimi dukani kwangu, askari kaniweka ndani. Sababu ya msingi haieleweki. Na risiti yao ni hii hapa. Yaani siku hiyo risiti yao hiyo hapo wamesahau. Kwa hiyo ni moja ya changamoto. Kuna vijana wengi wa Tanzania ambao bado hawako tayari kujiajiri kama walivyojiajiri wewe. Yaani wanataka tu wakae mitaani upige story vijiweni, wavuta bangi, wanawake hapa wadange tu na nini. Unalipi la kuambia? Ndio shida hiyo. Yaani hiyo ndio shida kubwa, ndio maana tumezaliwa panya road wako wengi. Hiyo ndio shida kubwa. Hata shida iliyotokea juzi imepitia huko. Sitaki kusema shida gani. Imepitia huko kukaa kijiweni. Alafu naanza kulalamika sana. Unaona hiyo ni shida. Usubiri kuajiriwa, alafu elimu huna, umeishia form 4 sio kusoma. Form 4 sawa na darasa 7 tu. Yaani umesha form 4 unataka kazi ya serikali. Hapo form 4 wenyewe ulifeli. Ulipata F. Ule mtihani wa mwisho ulipata F, unataka kazi ya serikali. Hiyo ndio shida. Kuna fursa nyingi ya kujiajiri mwenyewe. Unaona? Hata wakija hapa kwangu mimi nawapa njia.
Sahihi. Wasisite wakazi wa Yombo Vituka waje tu hapa kwangu, babu nimekuja. Shauri. Nishauri nifanyeje? Sielewi. Yaani wewe ukiwa na 200,000 300,000 na hela nyingi unaweza kaanza nayo. Kabisa. Umenielewa eh? Usubiri upate milioni. Uwezo wa kupata milioni haraka haraka wewe huna. Unaona? Una 200,000 njoo kwangu. Hata kama huna hata 100 wewe njoo. Na hapo wallahi mimi ni Muislamu wallahi wa billahi. Wewe njoo kwangu. Hata kama una hela. Mimi nitakuonyesha njia ya kupata hela. Ufanyeje upate hela. Usikae kijiweni hapo kaanza kulalamika. Bwana hivi mara vile. Wewe njoo kwangu, mimi tutaelezana bwana, fanya hivi. Unaona? Watu wengi tu ambao mimi nawasaidia kwa mawazo nini, sababu sio lazima mimi nikusaidie hela. Unaona, unaweza kaja nikamwambia sikiliza, fanya hivi na hela unaweza kupata. Unaona? Kwa vijana wajiajiri. Yani kikuu na waje kwa Babu OG. Mzee tengeneza. Unaona kuna TV. Hapa kama unavyojua hii ni TV. TV hapo. Unaona? Hiyo ni TV. Bei rahisi kabisa. Yaani kwa Mzee tengeneza Yombo Vituka. TV hizi hapa bei rahisi. Unaona? Double glass. Unagonga. Unaona? Mkataba huo. Unaona? Inchi 32, 200,000 tu. Bwana. Warranty mwaka mzima. Yaani ukija hapa ni kubadilisha. Kwa hiyo hii inchi 32? Hii inchi 43. Unaona? 32 hizi hapa. Hii mfumo ni huo. Unaona? Kwa hiyo friji hizi huku. Friji za kutosha. Kwa friji kama hii inataka shilingi ngapi? 400,000, hii 750,000. 750. Ina friji na freezer. Ina friji na freezer. Unaona? Alafu ni ya kioo. Hii ni ya kioo. Sahihi. Ni ya kioo. Unaona? Kwa hiyo kuna freezer aina yoyote, msabufa za kutosha. Vijana waje tu, akina mama waje, mimi niwape ushauri. Kabisa. Niwape ushauri. Naam, njoo kule. Samaje kama ulivyoona kuna vitu vingi hapa, kuna TV umeziona, lakini pia na mafeni na hita kama hivyo. Rais TV mpaka anavipiga kabisa. Kiukweli sikufichi babu, leo binafsi nimetosheka sana, nimefurahi sana. Ndio. Lakini pia nikupe option moja. Najua una ndugu jamaa na marafiki nje ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo naomba uangalie kamera yangu kisha utume salamu kwa watu wako watatu. Watu watatu wa kwanza kabisa ni Waislamu wenzangu, ndio ndugu zangu wakubwa. Waislamu wenzangu duniani kote waliko. Naambia bwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nawapenda sana Waislamu wenzangu. Nawapenda sana. Wa pili, familia yangu yote ya Mzee Tengeneza. Popote ilipo, naambia Mzee Tengeneza, familia yangu naipenda sana. Na watatu ni marafiki zangu ambao walionizunguka katika harakati zangu pamoja na wateja wangu, kwa sababu wateja wangu ndio mabosi zangu. Kwa hiyo hao naambia big up sana, nashukuru sana, mjanitenga na ni support, na mimi nawapenda sana, na nitafanya kile iwezekana kuwaletea vitu vizuri. Na kila mteja wangu ambaye amehakikisha nilimuzia kitu hapa dukani kwangu kikamletea shida, aje nacho, asikae ananungunika, aje nipe taarifa, babu nilinunua kitu fulani kina changamoto 1 2 3 4, ilimradi nimalize changamoto zake aendelee kutumia. Kwa hiyo ni hizo tu. Mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia kwa ndugu jamaa na marafiki, salamu zimetumwa, lakini pia kwa wateja wake ambao walishawahi kuuzia bidhaa kama ilisumbua na moja ama nyingine, unaambiwa uje kwa babu hapa atakamilisha hilo swala, kila kitu kitakuwa kipo sawa. Yombo kwa Limboa, yeye mmoja pekee. Ukitaka TV, sabufa, mafeni, nimeona kuna saa hapa, kuna hita, mablender, kila aina kwa bei rahisi kabisa. Ukija kwa babu hapa unapata huduma yako, unapendezesha nyumba yako. Ulikuwa na Amishamte. Na hii ni Ngalawa, kipindi moja kinakujia kila Jumatatu hapa Msewa TV. Asante. Babu umetisha. Iko vizuri eh? Babu umeua. Tengeneza ipo huko mbele. Ngoja achukue shoti ya jina yo.